Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Katika ibada ya misa takatifu hii tutamweka wakfu shemasi wetu Rogasian Mbena. Tutamweka wakfu kwa kumpatia daraja takatifu la upadre. Kwa Kiebrania neno rabi maana yake ni mwalimu, na hivyo mapadre ni walimu. Kwa hiyo mapadre ni marabi. Ingawa Yesu alikataza mitume wasiitwe walimu, Mathayo 23 mstari wa 8 hadi wa 9, au Yesu alikataza pia mtu asiitwe baba, alimaanisha mpango mpya wa ulimwengu. Baba na mwalimu wana wajibu unaofanana, yaani kufundisha. Tunafundisha kwa njia ya maneno, mifano na nidhamu. Hivyo mapadre ni walimu, yaani ni marabi. Tunafundisha. Kwa hiyo walimu ni mababa, na akina baba pia ni walimu. Wazazi ni walimu wa kwanza kwa watoto wao. Kwa hiyo mapadre ni marabi, ni mababa, lakini pia ni walimu. Kwa hiyo shemasi wetu Rogasian leo kwa kupewa daraja la upadre utakuwa rabi. Kwa hiyo leo tutampata rabi mpya. Utakuwa pia ni baba, lakini utakuwa pia ni mwalimu. Mtakatifu Paulo kama mwalimu alijiita mtume. Mtume maana yake ni yule anayetumwa. Kazi ya kwanza ni kuhubiri, na kila mhubiri ni mwalimu. Paulo anasema, mimi nimechaguliwa niwe mtume na mwalimu kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 1 mstari wa 11. Mtakatifu Paulo anaendelea kusema, mtumishi wa Bwana asigombane, anapaswa kuwa mpole kwa watu wote, mwalimu mwema na mvumilivu. Waraka wa pili mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 24. Sisi Wakatoliki tuna mapokeo kwamba mapadre wana mamlaka ya kufundisha kanisa na pia wana wajibu wa kufundisha. Ndugu yetu shemasi ambaye utafanywa kuwa rabi hivi karibuni, yaani mwalimu na baba. Watu wetu wengi wanayumba na kuyumbishwa kiimani, na sababu kubwa ni kwamba wanakosa maarifa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Hosea alituambia watu wangu wanaangamia sababu ya kukosa maarifa. Kwa hiyo shemasi wetu
Rogasian kwa kufanywa kuwa padre, rabi na mwalimu, ukawasaidie watu wasiumbe wala kuyumbishwa kiimani. Watu wetu wanahitaji kufundishwa zaidi sasa kuliko nyakati nyingine za nyuma. Sababu kubwa, sasa hivi kuna sauti nyingi mno kutokana na utandawazi. Sauti zipo nyingi, kwa hiyo baadhi ya watu hawajui wafuate sauti ipi. Ndio maana padre, rabi, mwalimu, unahitajika kuwa makini sana na kutoa muda wako wa kutosha wa kufundisha. Yesu ndiye mwalimu mkuu. Tumeonywa kuwa tusimwite mtu baba au mwalimu. Tunajua kuwa tunaye baba mmoja na mwalimu mmoja. Hata hivyo, tunaweza kuwaita mapadre mababa katika Kristo. Tunaweza kuwaita mapadre walimu katika Kristo, marabi. Tunaweza kuwaita mapadre waunganishi katika Kristo. Yesu amewatia nguvu mapadre wa kleri ya kufanya kazi kwa jina lake. Wakati wa karamu ya mwisho, Yesu alisema, mnaniita mwalimu na Bwana, na ndivyo nilivyo. Kama mimi Bwana na mwalimu nimewaosha miguu yenu, nanyi mnapaswa kuoshana miguu. Yohani sura ya 13 mstari wa 13 hadi wa 14. Yesu hakuwatuma mapadre watolee sadaka na kuwa watumishi wa wanyenyekevu tu, bali pia aliwaonesha namna ya kufundisha kwa mifano. Nimewapeni mfano ninyi, fanyeni kama nilivyofanya. Yohani sura ya 13 mstari wa 15. Yesu alipopaa kwenda mbinguni, aliwaagiza mitume wake kazi ya kufundisha mataifa yote. Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi wa 20. Yesu aliwaambia mitume wake na aliwapa mbinu zote za kufundisha. Alifundisha kwa mifano, kwa maneno ya kuonya na kwa maswali. Alikuwa mwalimu wa imani na mwalimu wa fadhila. Baada ya Pentekoste, kwa kufuata mfano wa Yesu, mitume walifundisha kwa nguvu zote. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona mitume walifundisha watu sala na ibada. Tunaona wanaelekeza wafuasi kama Apolo kwenye elimu ya ndani ya teolojia ya Kikristo na sakramenti. Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 24 hadi wa 25. Walifundisha historia ya kanisa, falsafa, maandiko matakatifu, maisha ya familia. Ndiyo mapadre tumesoma miaka mingi, na tuwe walimu hodari, tuwafundishe watu wamjue Mungu, wamtumikie, wampende, na mwisho wafike kwake mbinguni. Hayo ndio tunayokuombea Shemasi Rogasian leo, ili uweze kuwa mwalimu mzuri, uweze kuwa rabi mwenye hekima, uwafundishe watu wamjue Mungu, wampende, wamtumikie, na mwisho wafike kwake mbinguni. Padre afundishe kwa mamlaka. Pamoja na maadhimisho ya sakramenti, mapadre ni viongozi, kila kiongozi pia ni mwalimu. Kama ilivyo kwa kiongozi kuwa na mamlaka,
padre awe mwalimu anayefundisha kwa mamlaka. Mambo matatu makubwa yanamwezesha padre kufundisha kwa mamlaka. La kwanza ni kusoma, yaani kujiandaa na kusoma. La pili ni kusali, na la tatu kuwa mfano wa kuigwa. Ukiwa na hayo matatu, basi utaweza kufundisha kwa mamlaka. Rabi mtarajiwa Rogasian, uyazingatie hayo mambo matatu: soma kwa juhudi na maarifa, sali kwa imani na matumaini, na uwe mfano wa kuigwa. Hapo utaweza kuwa rabi na mwalimu unayefundisha kwa mamlaka. Padre atenge muda wa kusoma Biblia na vitabu vingine vya kiroho. Mwalimu hawezi kutoa ambacho hana. Padre lazima atoe ushuhuda, atenge muda wa kusali na kutafakari, na ushuhuda mkubwa wa mamlaka ya padre katika kufundisha ni mfano mzuri wa maisha yake na kujitoa kwa upendo usio na ubaguzi wala masharti. Padre kama mwalimu analeta mabadiliko ya kudumu kwa anaowafundisha, ili nao waje wawafundishe watoto wao. Padre anavyofundisha waamini kwenye mimbari, na waamini nao wanakwenda kufundisha ulimwengu kwenye mimbari ya ulimwengu, na hatimaye dunia itakuwa ni mahali bora sana pa kuishi. Tumsifu Yesu Kristo.